Nilikuwa naitandika hiyo migomba. Yaani mpaka mamangu akaniambia utakuja uwe migomba jamani, nachapa migomba, naongea na migomba, nafanya nini. Kwa hiyo yani mamangu alikuwa anajua kwamba mimi nitakuja kuwa mwalimu. Alafu mimi naona kama ukiwa mtoto sio kwamba unakuwa una ndoto sana, lakini pengine kama kuna watu around you wanafanya hicho kitu, unakuwa unaona okay, maybe una copy, unafanya nini. Mimi nasema naishi ndoto za dadangu. Unajenga vipi confidence ya mtoto wako? Kuna watoto ambao wana confidence kiasi kwamba watu wazima tunakuwa shocked tunapowaona wakizungumza mbele za watu au wakiwasilisha kitu fulani katika umati mkubwa. Wengi tunatamani watoto wetu wafike ile level, lakini kama mzazi, how do you build that? Au unachochea vipi mtoto wako awe na confidence ya kuzungumza mbele za watu? Tupo na Jeda, and today nataka kujua who is Jeda? Who is Jeda? Hilo swali mimi sije kutegemea kama nitakujaga kuulizwa. Who is Jeda? Okay, Jeda ni binti wa Kitanzania. Hiyo napigia mstari na kueleza sana. Ambaye ni mpambanaji, ni content creator, ni influencer, lakini pia ni journalist na ana own traveling agents. Yeah. Nilikuwa naitandika hiyo migomba. Yaani mpaka mamangu akaniambia utakuja uwe migomba jamani, nachapa migomba, naongea na migomba, nafanya nini. Kwa hiyo yani mamangu alikuwa anajua kwamba mimi nitakuja kuwa mwalimu. Ikawaje? Ndio alikuwa hajaweka 100%, lakini tu yani nyumbani ile unajua acha huko nafundisha nini migomba. Kwanza hapo katikati mimi hata mimi mwenyewe kwa mimi hata sijui imekuaje, lakini ndio hivyo. Umeanzia wapi? Nimeanzia, unajua mimi kwenye masuala kwa mfano ya utangazaji, ilikuwa ni ndoto yangu, sio ndoto, ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda. Alafu mimi naona kama ukiwa mtoto sio kwamba unakuwa una ndoto sana, lakini pengine kama kuna watu around you wanafanya hicho kitu, unakuwa unaona okay, maybe una copy, unafanya nini. Mimi nasema naishi ndoto za dadangu, kwa sababu mimi dadangu wa kwanza ndoto yake ilikuwa kuwa mtangazaji. Naelewa. Kwa hiyo nyumbani ndio ile alikuwa anasema kaeni hapo tunafanyia interview. Haya. Sasa yani tunavaa kabisa hadi na nguo kabisa smart, tumependeza, tunakaa anaanza kutufanyia interview. Wewe utajifanya sijui nani? Dada yangu mwingine utajifanya nani? Tunaanza kufanywa interview. Kwa mimi sasa vile vitu ambavyo nilikuwa namuona yanavifanya. Maracas anasema sijui nimeitwa na Coca-Cola naenda kuhost ile. Unajua zile road show za Coca-Cola. Kwa mimi nikawa naonaga kama yani sijui. Ndio hapo tu nikatokea na mimi napenda na practice nafanya nini. Until hivyo ikatokea nafasi, kulikuwa na kipindi cha watoto kinaanzishwa. Basi mimi nikaombaga tu. Nikaenda nikakifanya hapo, then nikaachaga kwa sababu ya shule ambayo ilikuwa mengi. Kwa ndo ikaendelea kama ndoto, lakini mimi siku zote waga namwambia sana dadangu ya kwamba yani naona kama naishi ndoto yako, kwa sababu yeye ndo yani ilikuwa ndoto yake nyumbani, akaa pale kaeni hapo kavaeni niwatangazie. Sasa hivi sijui nawatangazia sijui miss nini. Umeelewa hivyo? Alikuwa pia ni MC wa mtaani kule kukiwa na shughuli sijui nini, anafanya. Kwa hiyo hivyo. Na kwa upande wa ukuaji sasa, hapo umeelezea kwamba ilikuwa tu nile you are interested in it, sababu umeona dada anafanya. Na hakukuwa na mtu mwingine ambaye unamuona labda kwenye TV, unatamani kweli one day nikikua nitakuwa kama yeye. Sasa kitu kimoja kwenye maisha yangu ni kwamba sijawahi kuona mtu ambaye nataka kuwa kama yeye. Hata hapa nilipo, sijawahi kuona mtu ambaye natamani kuwa kama yeye. Yaani kwa sababu nahisi sijui motives, wanasemaga motives ni tofauti. Yaani sijionagi kama nataka kuwa kama mtu fulani, kwa sababu nahisi labda mipango yetu ni tofauti sana. Kuna mwingine ambaye anapenda tu yale maisha, anataka kuwa mtangazaji mkubwa na nini, lakini mimi pengine hata hizo struggles zangu na nini. Lakini growing up kweli mimi nilikuwa namwangalia sana dada yangu. Yaani alikuwa hajatoboa, alikuwa hajafika popote kwa wakati huo, ndo na yeye alikuwa anapambana, lakini mimi nilikuwa namuona anafanya. Hata kipindi alikuwa anajiita Vomamize. Wewe. Kwa hiyo mimi nilikuwa namwangaliaga tu yeye vile anavyofanya, napenda hivyo. Hata swags ambazo anazo dadangu alizokuwa anazifanya zile ndo zile mimi nikawa naenda nazo. Ujue kwa sasa hivi kuna watoto wengi sana ambao hata juzi nilikuwa nafuatilia wanasema kwamba watoto wengi wa siku hizi hawana ile confidence, sio tu ya kuzungumza na marafiki zao,
hata ile ya kwenda mbele ya walimu kufanya presentation. Hata vioni tunaona kwamba baadhi ya wanafunzi ikifika muda wa kupresent topic zao au assignment zao wanakuwa na ile lag behind, kujificha nyuma ya wenzao. Na hiyo unakuta wengi wanaiokota ukubwani, lakini unakuta wengine kuanzia utotoni. Lakini kuna wale watoto wengine kuanzia utotoni they are very confident, yani ukimwona paka unajiuliza oh my god, this is so nice. Mimi naona watoto wa aunti zangu wana recite zile Bible verses asubuhi, alafu mama wana rekodi anawapost. Kwa hiyo nikiona ile confidence najiuliza, da, kwani sisi kuna wale wengine wameikosa hii confidence au wamekosa ile booster au nini? So speaking of confidence, mimi nimekuona wewe, nimekufuatilia kuanzia mitandaoni mpaka nikakujua hivi personal. Kitu kilichokuwa yani like the question I had, how did you become that confidence? Unanyanyua tu simu unaongea, kati mimi lazima nikae nianze kuwaza wataka ukipokea watakipokeaje, wanaonisikiliza wangapi watanijudge, wangapi watafanya hivi, yani like how do you switch off zile background noises alafu unasimama na confidence yako? Au how did you become this confidence tunakuona kwenye social media kuanzia utotoni mpaka sasa? Mungu wangu, kwanza mimi nachoweza kusema ni kwamba kikubwa the reason kwa nini niko na hii confidence ni mama yangu. Mimi naamini mtoto anatengenezwa sana nyumbani. Mimi sikuwa jeda huyu. Mimi nilikuwa jeda ambaye hata nikiongea na wageni nyumbani nafanya hivi. Yaani kabisa hadi unaniona mikono inafanya hivi. Mpaka sasa hivi na hiyo changamoto lakini sio sana. Lakini nikiongea na watu mikono inatetemeka hivi. Yaani na ndio ilikuwa hivyo. So mamangu akawa ananiambia alikuwa anajua kwa natamani kuwa mtangazaji lakini hajawahi kuniona kwenye hiyo au content creator wa kiivo, umeelewa? Nyumbani kwa Katoliki watakuwa wanajua masuala ya jumuiya. Jumuiya ilikuwa ikifika kwetu, mimi ndo nasoma masomo yote. Sawa? Na simama nashika kile kitabu na tetemeka hivi hadi unakuta labda mtu anasema jamani, apewe mtu mwingine asome atuelewe. Lakini jumuiya nyingine tena ikifika zamu ya nyumbani kwetu, mamangu anasema unasoma. Hivyo natetemeka, lakini still bado nitasoma hivyo hayo masomo ya kwenye jumuiya. Kwa nikawa naendelea hivyo, yani ikifika ile siku kwanza ya jumuiya nyumbani, sipati usingizi. Unakumbuka asubuhi? Yani nawaza Mungu wangu, kesho nasoma masomo. Unajua nilikuwa natetemeka kabisa hadi kwenye kusimama kufanya nini. So imeenda hivyo. Kwa mamangu alikuwa niambia jiamini au usifanye nini, lakini tu yani ndo sasa hivi ndo nakuja kukumbuka kwamba mimi nilikuwaga muoga sana wa kuongea mbele za watu, wa kuongea, lakini ndo hivyo sasa alikuwa sijui kama naye alikuwa anajua, alikuwa tu anafanya, yani sikumbuki. Lakini nachokumbuka ni hivyo. So tukao tumeenda nikawa hivyo. Yani hiyo ilidumu kwa muda mrefu kidogo hiyo kutetemeka na nini. Lakini ikawa inabadilika speed. Sitatetemeka tena sana kama mara ya kwanza. Sasa hivi nitaongea vizuri, nitakosea kidogo na nini. Siku hiyo mamangu akaja akaniambia jumuiya yetu ndio inahudumu. Kwa hiyo tumekuandikisha ukasome somo la kwanza. Kwa sababu somo la kwanza nikasema yes, wow. Akaniambia hamna kijana kwenda kusoma somo la kwanza, wengine wako mashuleni. Kwa hiyo ndio unatakiwa ukasome. Lile somo nililisoma mpaka nikalikariri bila hata kufungua Biblia. Yaani nalijua kichwani lote. Kwamba nasema sijui kitabu gani chote nakijua kichwani. Kwa hiyo ile siku nilipoenda kusimama pale kusoma kile kitabu, I don't know it's spiritual or what. Lakini from there nikasema kama leo sijatetemeka basi sitoi kutetemeka. Na hapo ndo nikasahau yule jeda ambaye anaogopa. Mimi hata darasani nilikuwa kusimama kujibu swali. Yani nitatetemeka mpaka wenzangu watacheka. Nitasimama mpaka na kiti, nitafanyaje? Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Lakini to the way vile mamangu alivyokuwa anafanya, sijui kama alikuwa ameplana au ilikuwa vipi, lakini ilikuwa inanifanya ndio ikawa sasa inanibuild kwamba yani jumuiya ikija lazima utasoma. Kwa hiyo tetemeka utetemeke, utasoma. Lazima usome. Kwa hiyo mpaka nikajikuta nimepotea hiyo hali na nini. Lakini sije kupata yule mtu ambaye ananiambia kwani hata mamangu mwenyewe hata tukimaliza lazima nitaanza ile hofu. Mama nimefanya vizuri. Mbona sasa yule bibi fulani alisema nasoma, mamangu ataniambia achana naye bana. Mbona umefanya vizuri? Kwa ile mamangu anavyoniambia mara kwa mara umefanya vizuri naona tu bye. Nitamaliza sasa nitamuuliza jamani mimi nilikuwa naogopa hivyo. Umefanya bana vizuri. Achana nao. Au waje kuniuliza sasa kwani upo unatetemeka? Sasa kwa hiyo inanifanya naona kama sawa. Kizuri, yes. Kawaida. Kwa hiyo growing up kweli sijikuwa this confident kwenye udogo wangu na nini kusema kwamba nimezaliwa nilikuwa na confidence. Sio kweli, lakini imejengwa. Yes. Imejengwa nyumbani, imejengwa pia na kutokuwa questioned. Sababu naamini mzazi wangu angekuwa ananiambia hivi kwa nini unatetemeka? Kwa hiyo ingefika sehemu ningekuwa namwambia mimi sitaki kusoma masomo bana. Nitatetemeka alafu baadaye utanigombeza au ningekuwa nikifanya nikitetemeka hivyo naambia acha.
wewe unatetemeka sana, mpe mwingine asome. Haijawahi kutokea nyumbani. Au sijui unafanyaje, wewe na wewe ukisomaga watu wanalalamika sauti. Hajawahi kuniambia mama ulivyo nyumbani, lakini ataniamini tu kwamba soma bila hata kuniambia leo utatetemeka. Wanajimu wenzake watasema mbona unampa huyu anasoma vibaya. She never care. So kitu nilichokipata paka hapa ni kwamba confidence begins at home the same way as charity begins at home. Mama angekuuliza au angekukatisha tamaa, usingeendelea. Exactly. Ni kitu ambacho nadhani hata wazazi wengi sasa wanatakiwa wakigundue kwamba usimquestion kwa nini amekosea. Mjenge kwa namna ambayo hatokosea tena. Maybe next time alikuwa anasoma anatetemeka, lakini ukimwambia you did great, ila wakati mwingine fanya 1, 2, 3 utaendelea. Hata ukikutana na wale wanao crush kumkatisha tamaa, kumrudisha nyuma kwamba huyu anakosea anafanya hivi, kama mzazi unatakiwa uwe upande wake. Yes, kweli. Ili azidi kuemphasize, aendelee, afanye. You told me about kwenye upande wa uandishi wa habari ulikuwa ukimwangalia dada yako. Kwa maana hiyo kwenye udogo wako role model alikuwa dada yako. Kwa sasa hivi tunayo changamoto ya role model kwa watoto. Unakuta watoto wanaangalia wasanii. Nimekutana na story moja, mtoto anasema mimi nikiwa mkubwa nataka kuwa bodaboda, of which you are questioning ni kwamba bodaboda ndo amebaki role model tunawaona, au ni wazazi tumeshindwa kuwatengenezea the right role model wa kumwangalia, au ni jamii tumewaexpose watoto kwenye kitu fulani ambacho ndio kinabaki kichwani. Mwingine anaweza kuambia mimi conductor masaa yote anaela simply because tumeona anaona sana watu. Yes, kwa sasa like ile perception tunaibadilishaje? How do we build that? I know hujawa bado mzazi, lakini ni kitu tu kimenidia kwamba you choose a role model angali mdogo. Sasa kwa wale ambao sasa hivi ni watoto, how can they determine yupi anaweza kuwa role model wake? Kwa upande wangu mimi, kwa mawazo yangu tu ya kivijana, unajua kila mtu anakuwa attracted na kitu ambacho anakiona sana. Unaona mfano mtu atasema kwamba mimi nataka kuwa bodaboda. Yani nyumbani amezungukwa na mabodaboda. Kuna sijui labda baba mkubwa bodaboda, au kuna mtoto wa mama mdogo sijui bodaboda, umeelewa? Mimi nataka kuwa konda. Anapanda sana hizo daladala, maybe anaona konda kila sana hela. Unaona, anaona konda ana stress sana. Kwa hiyo yuko kwenye mazingira haya, hao watu ndio wanakutana nao sana. Kwa hiyo kwenye upande pia kuchagua role model, unajua hata kwenye mitandao labda mtu anaweza kuambia mimi nataka kuwa kama fulani. Ukweli ni kwamba huyo fulani hata na yeye sio huyo. Ana maisha yake nyuma ya pazia, kwa sababu unaweza ukasema mimi Jeda namuonaga mtandaoni anani-inspire sana. Ni vizuri kuwa inspired, ni vizuri, lakini tu kuna story ya Jeda ambayo hawezi kukuambia, hauwezi kuijua, ambayo pengine ndio ingekuinspire zaidi, ingekupa moyo zaidi. Umeelewa? Sababu sio struggle zote mimi nitakuonyesha, sio nini zote mimi nitakwambia. Kwa hata wakati unamlea mtoto pia wewe mwenyewe mzazi kwa role model wa kwanza. Wazazi wetu walivyokuepo. Unajua kuna muda unakaa unapitia shida fulani apart from mambo ya career na nini, lakini unasema kama mama yangu kitu fulani alikiweza, even mimi nitakiweza. Kwa hiyo mzazi kwa role model wa kwanza. Unajua kuna ule mzazi tu amekaa hapo nyumbani unashangaa kaita kibao kata, mtoto yuko hapo around. Kwa ule mtoto naye atakwambia mimi nataka kuwa mnenguaji. Sio vibaya. Lakini tu ndo anaona hiyo ndo kwa sababu ndo ile cycle ambayo imemzunguka, yuko nayo ya watu ambao wamemzunguka. Kwa pia jaribu kumtengenezea mtoto exposure akiwa mdogo, aone vitu vingine vya tofauti, achukulie maisha tofauti. Usimweke around wale watu ambao unajua kabisa hawa wakigusa tu ndo kama hivyo. Kuna kazi nyingine sio mbaya, lakini sasa mtoto akishaanza kufikiria nataka kuwa nafanya kazi fulani ambayo ina elimu, ambayo ina nini, kwa anaona tu nikisoma, nisiposoma nitafika, nitaweza kuwa kitu fulani.